hii reservation mnafanyaga, hiyo ndio inaitanga witchcraft ya kanisani. Sababu hii kiti lazima unakuta itamupata haje. Kwa hivyo amekamata. Na si yeye peke yake, kuna kagrupu kana kuaga hapa. Kana operatiaga hapa. Hiyo tumebomoa. Hiyo lazima tubomoe kabisa. Kacha niangalie mwingine. Eko wapi huyo? Wewe kwa nini unakaaga kwa hiyo kiti? Toka kwa hiyo kiti, enda kiti kingine. Toka. Karo, toka kwa hiyo kiti, enda kiti kingine. Wewe Waboi, toka kwa hiyo kiti, enda kiti kingine. Ninawajua, mnajua, mmejiset. Kuna viti zenu. Kuna mtu mnafuga mkiwa kwa nyumba. Nikute kiti yangu iko. Si ni kweli? Kuna watu wamemiliki viti hapa. Hakuna, ukikuja unakaa saa hii, ukikaa hapa saa hii ingine unatafuta huko. Hivyo. Maana unajua kanisa nyingi inafanyaga hivyo kwa sababu nilipitia kitu gumu sana. Ile kanisa niliokokea nilikuwaga na kiti yangu reserved yangu. Sasa nikiingia kuna mtu akiguza hiyo kiti, hata nikikosa kukuja kuna mtu atakalia. So wakati namba yangu iliharibika huko, kiti yangu ilipotea. Sasa mimi nilikuja na mohahe yangu kuja kukalia kiti, nikakuta kiti. Asha ananiambia excuse me, pale kuna kiti. Nikaangalia pale, ameniambia ni kule nyuma. Nikamuuliza na kiti yangu sinakuaga hapa. Akaniambia haiko leo. Sasa unaona ni Asha, na yeye ni mdosi mkubwa kanisani, anatabulika na level yako iko juu sana. Maana nilikuwa nimewekwa huko juu. Waboi, nilisema toka hapo. Enda kwa wazee kule. Enda huko kakae kwa wazee. Amuka. Si unaona hawa ni wazaliwa. Hawa ni wale walifika hapa beleni, sasa hawagusagwi. They are untouchables. Kama mimi nikiwa huko. Hii kiti ni ya nani sasa? Hii kiti imeachiwa nani? Si unaona sasa? Sababu ni reserved. Ule mwenye ameifuga hamuoni. Ni kiti yake, na hakukuja leo kanisa na ashaifuga. Ni kiti yake. Angalia hiyo sasa imebaki kwa sababu ni reserved. Angalia hiyo sasa imebaki ni reserved. Wewe toka hapo. Wewe nyinyi mnakaaga wawili. Si wewe, huyo na huyo. Unajifanyaga. Eda huko. Kwa zile za ukuta kabisa huko. Na wewe toka huko, eda huko. Nyinyi sogeni mbele. Ule amefichwa na hiyo kikigi, soga mbele. Hivyo. Soga kabisa mbele. Mwingine amefichwa na kikigi hapo. Hii kiti nani atakalia hii? Wewe mzee. Wewe ni nani? Kuja hapa. Kuja wewe. Ni mrefu, kujificha na hiyo kikigi hapo. Hiyo. Wewe Aworo, najua nyinyi ndio mang'aa ya hii kanisa. Kaa hapa. Hapa hakuna huruma ti watoto wa hii kanisa. Watoto sikuwasomesa, niliwalipia school fees, sio mkue mang'aa. Niliwalipia school fees musome ndio mupate at least kitu ya kufanya Nairobi. Lakini sasa niliwalipia school fees, wanasema lazima waandikwe kazi hapa na lazima ikuwe ni hapa. Na hakuna mtu anaweza kuongea na wao. Hiyo kitu hatuwezi kubali hata kidogo. Lazima tukae kupagwa, si ndio? Kama ulikuja kanisani, najua mimi sikukuita. Ukuje nikupage. Kwa sababu kuna vile Mungu ameniambia watu wangu wakikuja wapage hivi. Ndio ni wabariki. Sisi tulikuwa hapa asubuhi tumesoma vizuri. Na tumeona venye Mungu anataka kutubariki. Tukae hivyo. Tukubali tu kupagwa. Si unaona wazee wametulia hapa. Hawa ni wazee. Hawaulizagi kaka nako karatu ilate. Wanatii. Ukiwakuta hapa wakitengeneza viodo hapa, wow, ni mzuri, kazi mzuri. Nani anataka kununua kiodo? Kiodo moja ni shilingi 5,000. Nunua. Asante sana. God bless you.
Kuna watu tulikuwa nao ubatizo jana. Wangapi walikuwa nataka kubatizwa na hawajabatizwa? Inua mkono wako juu. Kwa nini haukukuja kubatizwa? Ulikuwa umetoa pesa ya kubatizwa? Kadi 200. Ulikuwa umejiandikisha? Okay. Wewe ulikuwa umejiandikisha? Kwa nini hukukuja? Wale walibatizwa kuja sasa. Simameni. Niwapatie sasa cheti cha kubatizwa. Hii ni sawa na birth certificate, hii ni sawa na living school certificate. Kwa sababu ukikosa hizo vitu viwili unaitwa basi leta kadi ya nini? Ya ubatizo. This is very important. Very important. Sasa hawa ndio graduates. Graduates. Pageni laini hapa, wacha kukaa hivyo, twende hivi. Agnes Ketra Ojiambo amekuja, ndiye alikuwa amelisavu hiyo kiti, yuko hapo. Sasa gari za kwao zimekosekana. Samson Ngugi waziri. Prostika Kanini magwetire Kanini Martin Moneki, Ann Dumia, umeanza kumukalia mapema hivyo. Joyce Wabogo, Agnes Wangoi, Mary, Beatrice Wamboi, Maginarini Katika, Caroline Kimeni, Anne Wangoi, Kagwema, Grace Simloi Sekunta, Amos Nganga Mushina, Chris Sikenani Joyce Wabogo, Precious Wanjiro, Roda Wangoi Kenyare, Bernard Boro Mwagi, Roda Maria ini Agit Jambo, please no asante. Inua tu hivi juu, simutoe kadi, simuonyeshe wale watu wasikie kiwaru. Mtu mwenye hajabatizwa mtoe yako tu hivi, inua tu juu, nataka kuidedicate. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ndio uliotuongoza tukaenda tukafanya ubatizo. Ubatizo mwanao Yesu alifanyiwa ubatizo, Naamani alifanyiwa ubatizo, vyote vile vilifanyika kwa ajili ya utukufu wako. Hao waliofanya ubatizo siku ya jana walibarikiwa, na ninadedicate ubatizo wao katika mafunzo na mafundisho na doctrine ya Yesu Kristo. Kutoka leo kwenda mbele wanawili wafaulu katika njia zao zote, in Jesus name. Thank you. Wapigieni makofi. Tutaendelea through ni Caroline ndio nilikuwa nachukua majina. So through Caroline, sio simame basi hapa. Korage kusimama hapa. Through Caroline kuna registration nyingine mpya tutakuwa tukifanya kila mwisho wa mwezi. We'll be having a baptism because we are expecting to do much kulete watu katika ufalme, na wakilete wanabatizwa immediately. Sasa hii isikae kama hii venye ilikaa immediately, hata tukipata moja ndani ya maji. Sawa? Thank you. God bless you.
Leo tunasoma kitabu cha Kings. Today is a prophetic Sunday. We are doing the book of Kings, 1 Kings chapter number 3 from verse 3. Sulemani naye akampenda Bwana akienda katika amri za Daudi babaye, ila hutoa dhabihu na kufukiza uvumba katika mahali pa juu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaongea kuhusu kuwa na moyo wa maombi. Tunaongea kuhusu mtu ambaye anabarikiwa kwa ajili ya kuwa na moyo wa nini? Moyo wa maombi. Na ndio tuende katika kuomba, tukae katika mamlaka, tukae katika mapenzi ya Mungu. Ni jinsi gani tunafanya? How do we do? How do you pray to God? Asubuhi tumejifundisha jinsi Mungu amesema anatuita tukuje tusemezane. Ndio, tukikuja kusemezana na yeye, tutakaaje? How do we relate with God? How do you build a relationship with God? Bwana Yesu asifiwe sana. Utaomba aje? Maana watu wengi tumeomba siku nyingi but nothing is happening. Watu wengi tumekuwa kwenye maombi, tumeenda Katoloni, tumeenda wapi? Heaven's Gate, tumeenda mpaka Nigeria, wengine tumeenda South Africa, wengine tumeenda kwa milima Mount Elgon, wengine tumeenda mpaka Uganda kwa Kakade, tukitafuta Mungu. Going anywhere, hata uende kwa nani alimarehemu TB Joshua, uende kwa Kakande, uende kwa Boshiri, uende wapi? Anywhere you can go in the world. If you don't know how to relate yourself with God, you will come just zero. Maana huyo Mungu naenda kutafuta kwa Kakade ako hapa. Ako kwa yule Wakorino wale 10, wale Wakorino wako pale kwa barabara wakirukaruka Sidonyo, ndondolo Sidonyo. Ako na wao hapo. Ako na wewe kwa nyumba yako, kwa bedroom yako. That same God ambayo unaingia ndege usafiri mpaka Nigeria ukatafuta huko. The same God is with you. You only need to know what did this person, huyu mtu alifanya nini ndio afanikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu mtu alifanya nini ndio afanya nini? Afanikiwe. Maana alifanikiwa. Ndio kwa maana unasafiri, unatoka hapa kwenda Nigeria kwa sababu ya mafuta yake. Unatoka hapa unaenda mpaka Uingereza kwa sababu ya mafuta. Unaingia gari kutoka Mombasa unakuja mpaka hapa Nairobi kwa sababu kuna mafuta. That is why you have traveled. Umetoka Kikuyu, umetoka Kiambu, umetoka Thika, umetoka Nyeri kwa sababu kuna mafuta. Hiyo mafuta ndio nataka tujue. Huwa inatafutwa namna gani? Ni jinsi gani inatumika ndio huyo Mungu akukapche? Ndio huyo Mungu, hiyo anointing ikue juu yako. Ndio watu wakikuona hivi wanaona this is anointed man of God. Because there is a way. Kuna kitu nilifanya. Sikukuwa hivyo tu. Mimi sikuwa, wakati nilikuwa Mogeke sikuwa naombea watu. Nilikuwa tunafanya hivi vituko zangu na kuita maubwa zinanifuata, vitu kama hivyo. Lakini wakati niligeuka nikakuja upande huu wa Mungu, kuna kitu nilifanya. Na hiyo kitu ndio iliniconnect. Na ni kwa wakati gani? Maana connection lazima ipite kwa wakati fulani, na lazima ufanye kitu fulani ndio uweze kuwa connected. Nataka tuangalie Solomon alifanya nini ndio akakuwa connected. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana Solomon, the Bible says in the book of Jeremiah 1 chapter verse 4, inasema kabla hujazaliwa ulijulikana. Yes, kujulikana, ulijulikana. Ulifanyika nabii. Yes, ulifanyika kitu fulani, ndio ulifanyika. Lakini ndio hiyo kazi ianze kufanya ndani yako. Kuna kitu gani uliguza? Which button did you touch? Because there is one way to be anointed and another one, the anointing to work. Because you can be anointed but the anointing is not working. You can be highly anointed lakini wewe bado ni kamzeka kijiji kakuchuga ng'ombe Lydia, utatoka nje. Ukijaribu kulala, mtu akijaribu kulala hapa nitafukuza nje. Kitanda yako ulivunja? Si kitanda yako iko? Mutikageria gushuka ona ndaikone mutona nini ndiraria. Umesikia? Jaribu kulala. Bwana asifiwe sana. Suleiman naye akampenda Bwana. Kitu cha kwanza ni kumpenda Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumpenda. How do we love? Unampendaje Bwana? Huyu Mungu, how do we love him? Unampendaje?
Suleiman naye akampenda Bwana, akienda katika amri za Daudi. Mwanzo kabisa, angalia, hakuenda kwenye amri za Mungu, alienda kwenye amri za baba yake Daudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuenda kwenye amri za Mungu, alienda kwenye amri za baba yake. Akampenda Bwana kupitia kwa amri za baba yake. Kwa hivyo, for you to get an anointing, lazima kuna sheria ambazo lazima utimize ndio uweze kukubalika. Sheria namba 1 ni kutimiza malengo ama kutii baba zenu za kiroho, baba zenu za kimwili, wale ambao ni viongozi wenu walio mbele zenu. Bwana Yesu asifiwe sana. If you are disobedient, disloyal to the person you are sitting under, yale mafuta unakaa chini yake, hakuna baraka utapata. Elijah akamwambia Elisha, utakaponiona nikienda, nawe utabarikiwa. Utachukua mafuta, utapata anointing, the triple anointing, double anointing from me. Ukiona nikienda, maanisha ya kwamba utii, unifuate, kaa karibu na mimi, tembea na mimi wakati wote ule, kuwa pamoja na mimi, na mimi wakati nitakuwa nikienda, kuna kitu nitakuachia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo baraka inakuja kwa ajili ya kuwa mtiifu kwa yule mtu Mungu amekuweka chini yake. Maana kila mtu katika dunia hii amewekwa chini ya mafuta fulani. Kila mtu ambaye ako na kitu, kila mtu ambaye ako na mwelekeo, you are under a special anointing, and not unless you sit under this anointing obediently, diligently, you are not going to be successful. Kwa sababu aliyekuweka ukuje kwa kanisa hii na akakwambia nenda ukae chini ya huyu mtumishi anaitwa Apostle Waroige, alikwambia kwa maana Waroige kuna kitu ako nayo yako, na ndio uipate, you will sweat. Ndio uipate, you must sit under, you must be obedient, you must be diligent, you must be faithful. Lakini ukikuwa unakuwa na umang'aa bado, mimi kwa sababu I know I am custodian, ndio that's why you are here. Bwana Yesu asifiwe sana. I know I'm carrying something. That is why you are here. I know. Haukuja hapa kwa hivyo kukuja ku waste your time. Otherwise there are so many churches huko ungepitia, ungeingia, lakini Mungu alikudirect hapa kwa maana kuna kitu nimebeba yako. Wewe uko jela huko lala ukatosheka? Wewe takufukuza huko nje. Kuna kitu ambacho Mungu ameweka ndani, na hicho kitu kimeguzanishwa na wewe, hicho kitu kimeshikanishwa na wewe. Kwa hivyo ukija kwangu nitarelease kwako. Maana baraka, Mungu hana mwili wa kutumia akuja kae na sisi, anatumia binadamu. Shetani anatumia binadamu, na katika kule kutumia binadamu, kwa hivyo kile Mungu amebeba changu, ameniweka, ataweka, ambacho kuna watu wale amenihesabia, watu 200, watu 500, watu 1000, watu 10,000, watu milioni 10 ambao watafanikiwa kupitia kwangu. Kwa hivyo kama ni watu milioni 10, kila mtu chembe chake niko nacho, na lazima kwa wakati wa Mungu tutakutana na wewe, kisha nitaachilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuachilia lazima tukae na wewe, ndio ujue kulea hicho ambacho nitaachilia, ndio ujue kutunza ambacho hicho nitaachilia, ndio ujue kutunza mamlaka ambayo the anointing I'm going to release, it does not come from just nowhere. Hata mimi nilinyenyekea, nilizaliwa kwa James Maina Ng'ang'a, kisha nikatoka pale na umang'aa yangu, si kukaa chini yake, nilikuwa na umang'aa. Maana kitu alifanya makosa, yule ni muinjilisti. Ng'ang'a ni muinjilisti, si mwalimu. Ng'ang'a ni muinjilisti, si pastor. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo nilifanya makosa kwa kukosa kupata mwalimu wa kuniambia haufai kukaa chini ya muinjilisti. Ukigundua mtu mwenye mnakaa naye ako na anointing ya kiuinjilisti, hama haraka sana, atakumaliza. Atakutoa kwa shetani, lakini bado atakurudisha huko huko, usipokuwa mtu ambaye ni mnyenyekevu. Kukaa chini ya muinjilisti lazima kuwe mnyenyekevu. Kukaa mtu ambaye ni prophetic, yani maisha yake ni prophetic, lazima ukuwe mnyenyekevu, otherwise utakufa.
kiroho utakufa, because there are people who they don't care. Muinjilisti anaonaga makosa yako, muinjilisti anaonaga small mistake, anakublast tu, anakuambia wewe hiyo ujinga uko nayo tawacha staki. Anakuambia wewe upusi hiyo uko nayo, wacha na hiyo tabia, wacha usherati, na anakuita mbele ya watu, anakuita na wewe ni mwanamke mwenye heshima zake, ni mwanamke, bwana yako ni mtu ambaye ni bwana yako kule juu sana, ni bwana anajulikana, na huko kuna makamera, alafu anakuambia simama wewe, nataka kuambia wacha usherati. Na sasa TV zote zinakumulika, unasikia dunia ipasuke uingie, lakini usherati uko nayo, anajua. So ukiwa mchanga, ukiokoka, unakaa chini ya mwalimu, chini ya pastor akulee. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukizidisha kukaa chini ya muinjilisti mnakaga naye ndiye anakufanya panel beating. Na panel beating unaenda unakutana na wale Wajaruo. Tunaonaga venye wanafanya gari, wanagoka na nyundo, ingine wanararua hiyo mabati wanaikata ndio waeke mabati ingine wachome na moto. Lakini mwalimu atakubembeleza, atakupeleka, atakwambia maneno mazuri. Hata ukifanya makosa anasikwambia makosa ndio iko tutafanya, lakini tunaenda tukibadilisha pole pole. No, tanesi huyo mtu ako na vipawa zote. Maana kuna watu wako na vipawa zote 5. Lakini kuna mwingine ako na kimoja. Kama ni mwinjilisti, anakaa kwa injilisti, utamkuta umempatia microphone ya hubiria watu hapa, unafikiria na hubiria watu hawajaokoka. Bwana anasema tuokoke, Bwana anasema unakuta huyo mtu anahubiria watu hawajaokoka. Lakini tukiingia kanisani, tunaingia na vipawa vya ualimu na vipawa za kutunza. Father, shepherd, to tell you this is how you need to live, this is how you need to do, this is how you need to walk. Hivi ndivyo maisha yanakuwa, na kubembeleza mpaka ninakuweka where you are supposed to be. Lakini if I come na kipawa changu cha uinjilisti, nyinyi wote mtahama hii kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Therefore you must sit under a special anointing ambayo Mungu mwenyewe amesema ukae chini yake. Ni Mungu hutuma mtu, si wewe ulijituma ukaona umekuja hapa na umepata position. Position was created by God. It was a reserve by God that you will come here, and through serving that position, that is how God is going to bless you. Through the position he gonna give you. Na hiyo position anaweza kuja kuwekelea position iko na moto. Kuni zinawaka za metarako, na zingine ni za metamayo, zinawaka na megaa, moto inakuchoma. Unajaribu kutoroka, unarudishwa, unaambia rudi ka hapo. Unajaribu kwenda, unaambia rudi hapo. Baka wakati Mungu atakubariki, baka wakati maisha itabadilika, baka wakati kila kitu ambacho kilikuwa ndani yako kitang'olewa, nisho uwekwe kitu kingine kipya. Until you are umeng'olewa, toeni hizo vitu mweke pale chini. Hizo toa zote. Simuliangusha hata tukifanya ibada hiyo nyingine. Toa hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kulingana na the anointing, ile kipawa Mungu amekupatia, hivyo ndivyo atakupeleka kwa yule mtu anajua kukutunza. Yule mtu atakunyorosha mpaka ukae straight, ndio Mungu akupokezee. Elijah alikuwa na Elisha alijaribu kuwa mang'aa, alijaribu kuwa mambo ingine, lakini alipatiwa mtu mkali anaitwa Elijah. Maana alitaka Elijah kwambia Elijah nipatie tu nikaange nayo, lakini Elijah ukiniona nikienda. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiniona. Kwa hivyo the condition was seeing. So what do you do to be seen, for you to see this man going? Lazima ukue on toes. Kila mahali anaenda lazima ukue faithful. Kila mahali anaenda lazima ukue na mchukulia. Yani you must be hapa kwa hapa na hiyo anointing. Kwa hivyo kuna anointing, lazima utembee na huyo mchungaji, utembee hapa kwa hapa. Mahali popote anaenda mnakuwa na yeye, chochote anafanya mko na yeye, maana hiyo kitu kitatoka tu if you walk with this man. So the punishment for you, the examination for you, it is walking. Kukaa na huyo mtu na kunyenyekea na kuwa chini yake. Na huyo mtu hakuagi mtu mzuri, anakuaga muarrogant. Angalia Elijah venye alikuwa anaambia Elisha, "Leta ukachuke huko." Anamwambia hapana, siadi. Lazima ukue na stamina ya kuvumilia. Maana utaambiwa kitu mbele za watu mpaka una shida. Huyu mtu haoni mimi ni binadamu. Huyu mtu haoni mimi ni nani. Huyu mtu haoni, yani ananifanya aibu hii yote kwa nini?
Kuna siku mwingine hapa nimezungumza na mama mwingine mahali tulikuwa, nikaona amekuja sura, akaniuliza akaniambia, wewe sasa unanikemea mbele za watu? Nikaongeza gia, nikajua kumbe hapo ndio kidoda yako iko. Nikaongeza kamoto kidogo, nikajua haha ni hode hii nyaga leo ndanyitukia hado haria mundu aiguagira thithi, yani unaweza guza mtu unasikia umeona ameruka hivi, hapo unadili na hapo mpaka hiyo kakitu kanaisha. Sasa nikajua kumbe hapa ndio unagusagwa button, unaguzika. Wow, nilijua haki ulinipatia position. Nawe moto taona. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is how God works with us. For us, angalia, mimi wakati nilizaliwa, mimi sikuwa najua nitakuja kuhubiri. Kitu ya kwanza nilifundishwa, ama katika laini zangu zote nilichukia Yesu, sikupenda Yesu. Lakini kwa kuzaliwa kwangu nimejipata kwa kanisa. Mimi nakumbuka siku moja zamani tulikuwa tunapatiwa peni ama ndururu ya kwenda kutoa muhodhi toto vidogo. Lakini siku moja wakati kwa mahali pastor wetu tulikuwa tunahubiriwa kwa chini ya mti, nilienda nikafanya wakatoa pesa, maana tulikuwa alimtumbia tutoe tutalipwa kitu na kingine, si ndivyo tunaambiagwa? Sasa wakati tulitoa, mimi nikakaa nikaogoja nilipwe na kitu kingine, nikaona hakuna kitu inakuja, nikaendea pastor nikamwambia nataka pesa yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaniambia ilikuwa sadaka. Nikamwambia pana, wewe ulituambia tukitoa tutalipwa na kitu kingine. Sasa sioni hautulipi, tumetoa pesa yetu na hautupatii. Na nilikuwa kakijana kadogo. Pastor alirudi kwa nini? Kwa kikapu akanitolea pesa. Nikamwambia, akanipotea sumuni, ilikuwa kasumuni. Nikamwambia hapana, nilikupatia peni moja, nipatie pesa yangu. Akasema hapana, sikupati kwa sababu imebebwa, maana tulikuwa tunaweka kwa kitu ambacho ni sealed. Akasema imebebwa. Nikamwambia acha nikwambie, pesa yangu ninajua mahali niliweka, tuende unitolee pesa yangu. Na nikapiga duru. Pastor akaenda akaingia na hapo ndani, akakuja na peni, akaniambia ametoa, akanirudishia. Nilipofika nyumbani nikaambia mama yangu venye nifanya. Mama yako alikuwa na nyahunyo, aliniweka nyahunyo, akaniambia rudisha mpaka huko. Sasa nikiwa kwa jiani nikashidwa, what is the relationship between mama yangu na huyu pastor? Ni wananichezea karata gani? Mama yangu ndiye aliniambia ukitoa utalipwa. Nikifika kule kwa pastor akaniambia nikitoa nitalipwa. Sasa badala ya kulipwa nimewekwa nyahunyo. Niliwekwa nyahunyo. Kutoka siku hiyo nikaachana na kanisa, kwa sababu nimeona kuna udanganyifu. Na kutoka hapo shetani akaniingia, akaanza kunitawala. Ndio nakwambiaga nikiwa katika age about 7 hivi 7-8 ndio nilikuwa na command maubwa za kwetu zote zinanifuata, about 100 of them zinanifuata. Nikienda kukinyesha na bali na lala hivi, zinakuja zinashikana zote zinanifunika, because I was a king of dogs at that age. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu waliona wakati nilizaliwa, waliona wakajua huyu mtu si mtu wa kawaida. Na hiyo ndio kitu nataka ujue kutoka leo, ya kwamba you are not an ordinary person. Wewe si mtu wa kawaida. That is why they are attacking you. That is why kila wakati you got a challenge, they are fighting you to destroy you. They want to bring you down. And for them to be able to bring you down, kuna spirit ya kiburi, the spiritual pride inaingiaga ndani yako. Sasa unakuja kama mahali hapa, unapata tu kama madaraka kadogo tu, na ukipata kama madaraka kadogo, sasa hiyo utakuta unatembea ni kama buibui hapa. Unatembea mpaka kukanyaga heavy. Holy Spirit, you are walking Holy Spirit. Spirit yani ya Mungu inakucontrol. Kuna siku moja tulienda kwa mlima Gongu, tukaenda tukachelewa kutoka. Tukapigia mjamaa mmoja alikuwa keyboard huko Saidili nyingine. Tukamwambia leo uhubiri. Jamaa naye siku hiyo kumbe ndio hiyo kiburi ilikuwa nataka iingie. Ilikuwa sisi tuende kwa mlima ndio kukosekane mtu wa kuhubiri, yeye ahubiri. Si alihubiri. Watu wakasema amehubiri vizuri. Mpaka sadaka siku hiyo ikakuwa nyingi kuliko venye inakujaga. Wacha tukifika town. Man of God. Sasa mpaka amekalia, nilimkuta kiti yangu, amekalia kwa kiti yangu, maana anointing ilishuka. Ile ndimuiraga ona muhujia gutire kindu angiona giakwa. Nyitire microphone yugo andu othe marugama. Tathio tare sadaka one. Mpaka akaniambia sasa tunagawana hiyo sadaka mara mbili.
maana ni yeye alifanya ikuje. Kutoka hapo nikamwambia sadaka haigawanyagu, nikaambia Alice, siku hiyo Alice ndiye alikuwa huko, nikamwambia Alice chukua sadaka. Alipochukua sadaka yote, alienda akasema wameanza kuniinukia kwa sababu ya lile neno niliachilia. Na sasa anatembea mpaka mdomo ikagonyoka hivi. Wameniinukia. Kutembea kwake akaanza kutembea ni kama mtu ako na nini na boroti zimewekwa kwa mguu. Hiyo kivuli imeingia. Na kutoka hapo mtahi sahi nilimpigia juzi simu nikamwambia ulienda wapi? Akaniambia wana maundu macio ma Jesu ni manogirie. Ndashokire kwa thuri. Tone kuoga yakorago. Maana kitu kidogo kinakukamata na from there you no longer obey. Disobedience inakuondoa because that is the tool watatumia kukumaliza. That is the tool. Na watu wengi kwanza wahubiri hawa hiyo ndio kitu imembaliza. Mimi hiyo ndio kitu ilinimaliza kwa Ng'ang'a. Maana Ng'ang'a tulienda Tononoka kiwanja ikajaa. Tukaenda Bukungu kiwanja ikajaa. Tukaenda Moi Stadium Kisumu kiwanja ikajaa. Tukakuja Uhuru Park ikaflow pande hii na pande hii. Walikuja kuona mtu wa Mugeke aliokoka. Baka polisi unakuta Ng'ang'a akaprovidiwa a security uncalled for. Hakuwa ameitisha security lakini akapata dudhi na gari. Kukatokea serikali kulinda Ng'ang'a kwa sababu ya nini? Kuombea mtu ambaye alikuwa ametishia serikali na kuwafanya aokoke na aingie kwa kanisa na atulie. Wakapatia Ng'ang'a pesa. Wao unaona wanachapa Ng'ang'a. Ndio walimpatia pesa mingi sana kwa sababu ya huyu mjamaa. Sasa mpaka nikaona nikamuuliza, alafu nikampatia hii kiwaja hiko hapa, mimi ndio nilimpeleka hapa, nikamwambia jenga hapa kama baba ya mtu. Sasa imagine mimi ndio nimepatia Ng'ang'a kiwaja. Alafu uwaja kanisa tulikuwa pale Bavesh, kule Bavesh basement hapo chini. Hapo ndio alikuwa kitu wa shirika 20 hivi. Ilikuwa Thursday. 2 Sundays later kanisa ilikuwa na watu 1000 wamejaa. Na wamejaa kwa sababu ya nani? Walikuwa wamejaa kwa sababu ya nani? Ulale metoneko etado nike. Nimekuja saa hii kanisa imejaa. Pesa huko nayo. Akafanya makosa akanunua VX. Sasa mpaka gari nimefanya uendeshe gari mzuri, gari kubwa. Sasa wewe tumeenda Tononoka uwanja imejaa. Tumeenda Bukugu Stadium uwanja imejaa. Tumeenda kwa Wajaruo Moi Stadium kiwanja imejaa. Uhuru Park kiwanja imejaa. Ng'ang'a umejulikana duniani. Dunia kila mtu analia Ng'ang'a. Sasa nani alifanya Ng'ang'a julikane? Dora Waroige. Sasa Ng'ang'a ni nini anaweza kuniambia? Ni nini? Kuja. Alafu nasimama mahali najifanya intentionally nikimwona kokona ile. Naenda kona ya juu mahali ni open space kwa sababu nikisimama tu watu wanakuja. Si kila mtu anataka kuniuliza maswali. Watu wanajaa. Na yeye anabaki pale. Sasa namwangalia hivi. Nataka tunafanya tu hivi kimadhuri. Namwangalia hivi ni kumuonyesha I am the man. Mimi ndio nimekufanya nini? Kiburi kikanimaliza. Kutoka hapo tukaambiana na wamama wengine, maana huyu mtu anatumia mafuta yako, twende tufungue kanisa. Tukaenda mahali ingine hapa hoteli ingine, tukakoboa space ya hoteli, tukajaza. One Sunday tulikuwa watu 500. Tukaambia Ng'ang'a kuja. Ulisema kuna mahali tunaenda. Hapa ni wapi? Nikajimaliza mimi mwenyewe. Kwa sababu nilikosa kutii mafuta ambayo Mungu alinituma niende nikae. Lakini makosa pia naonaga ni kama ya Ng'ang'a. Kwa sababu angekwanza kushughulika kutoa umogeke ndani yangu, hangenipeleka kwa viwanja. Maana wakati alinipeleka kwa viwanja, Mungike still ilikuja juu. Maana watu walikuja kwa sababu kuona yule mtu wa Mungike. So aliglorify ile altar ya Kimungike, ikainuka. Na mimi nikainuka, kiburi kikanijaa, ikakuwa natembea kama natembea mpaka nilikuwa bado hakuwa na security, mimi nilikuwa na security. Mpaka naambia vijana wangu, ndani mchuge huyo mtu. Lakini sikujua ninahitaji kunyenyekea chini ya huyu mzee. Maana ako na kifunguo changu.
ako na njia yangu, ako na neno langu la kutoka hapo niende mahali kwingine. And that is what is happening to many marriages. That is what is happening to many people ambao wako kwenye makanisa kama haya, kwa sababu tumeshindwa kutii, kukaa chini ya mafuta, kunyenyekea. Maana kunyenyekea ni kujinyima raha aina yoyote ile, kujinyima vibali vyovyote vile chini. Ukikaa chini ya mafuta yangu utajinyima raha zozote, vipawa na vibali vyovyote vile havitafanya kazi hapa. Kwa hivyo nikikwambia nenda ufagie choo, lazima uende ufagie. Nikikwambia fanya kazi, tukaa chini, unakaa chini. Nikikwambia enda mahali, uenda mahali. Maana kuna kitu nimebeba yako, na Mungu atanitumia kukutengeneza. Maana kuna mahali anataka kukupeleka, kuna kitu anataka kufanya wewe, kuna jambo anataka kuinua kwako, anataka kuinua ujumbe mkubwa kwako ukafikia mataifa. Lakini lazima upitie kwenye moto, uchomwe, utengenezeke, uumbike. Lakini ukiwa mang'aa, utakaa hapa ukiwa mang'aa, unataka kufanya kila kitu, nawe utateseka. Nitafunga, nitakukanyagia. Niko na uwezo wa kukukanyagia, niko na uwezo wa kukubariki uende, na niko na uwezo wa kukanyagia. Maana Mungu ameniita, na katika ile hali Mungu ameniita nayo, ameniita ndio nizae. Katika kule kuzaa, yale mazao yasipopitia katika hali ambayo ataitumia yeye impendezae, apendezwe na njia hiyo. Ndio na watu wengi ni wachungaji wazuri, lakini wamekufa kwenye madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengi ni manabii wazuri, lakini wameuliwa ni madhabahu. Watu wengi ni maaposto, lakini madhabahu imewaua. Watu wengi ni watu ambao wako katika hadhi nzuri, lakini madhabahu walio chini yao imewaua. Kwa nini? Walikosa kutii mafuta. Solomon, turudishie hapo baba. Suleiman naye akampenda Bwana, akienda katika amri za Daudi babaye, ila hutoa dhabihu za kufukizia uvumba katika mahali pa juu. Yani alifuata matendo, maagizo na amri za baba yake Daudi. Venye baba yake Daudi aliabudu Mungu, venye baba yake Daudi alimfikia Mungu, venye baba yake Daudi alifanya, hivyo ndivyo alifanya. Hakutekeleza njia za baba yake, hakuenda kando na njia za baba yake. Ukiwa chini ya mafuta ya mtu, kaa. Ukiwa chini ya Harrison Ng'ang'a, ukiwa chini ya Moiro, ukiwa chini ya Wall, hata ukiwa chini ya Manyuro hapa, kaa chini yake. Maana umekubali kukaa chini ya madhabahu. Kwa hivyo madhabahu yale yanafaa kukulisha, kukupatia nguvu, kukufungulia milango. Milango haifunguliwi na maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia kwenye kitabu cha Kumbukumbu inasema namna gani? Tii manabii wenu. Ndio nini? Na Kiswahili dadangu, nasema na Kiswahili. Muatii manabii. Ndio nini? Ndio uweze kunawiri. Your prosperity is connected to your prophet. Your foundation is connected to God. If your foundation is poor, your foundation imeshikanishwa na Mungu. Lakini kufaulu kwako katika maisha is under your prophet. That is why they have a near worship, the Muslim, a near worship to Muhammad. Unaweza kutukana Allah lakini utukane Muhammad, watakumaliza. Because prophet, your prophet ndio ukuzidishia na kulete baraka. Baraka zozote ukitaka ziko kwenye mikono ya manabii, nabii ambaye umekaa chini yake. Kwa hivyo kama uko hapa na umekaa chini yangu na hakuna manufaa, you are not successful. You are either ignorant, wewe ni mang'aa, wewe ni mtu jeuri, ama I am not your prophet. You can be seated here and yet I am not your prophet. Bwana Yesu asifiwe sana. So value, angalia, miaka hii 5 nimekaa na huyu mtu, ama miaka hii 2 nimekaa na huyu mtu, ama mwaka huu 1 nimekaa na huyu mtu. Ni nini kimebadilika kwangu? Kama hakuna kitu kimebadilika kwako, jiulize maswali. Mimi ni mtiifu kwake? Bwana Yesu asifiwe sana. Tena angalia neighbors ambao mko nao, washirika ambao mko nao, angalia kama wamebarikiwa. Kama wamebarikiwa, basi wewe ndio mjinga. Either you are here, you are not supposed to be here, ama you are here but you are arrogant.
You are here but you are disobedient. Bwana Yesu asifiwe sana. That is how you see. That is how you look. Hapo ndio unaangalia, unajiangalia, una-assess, unaangalia fulani amefaulu, fulani amefaulu, fulani amefaulu. Why not me? There is a problem. Either this is not my prophet or I'm not obedient to him. Because ile makasiriko ama usiponitii na mimi madhabahu hayatakubali kukupatia chakula. Because I'm the custodian. I am the custodian. Anointed by God to be just a custodian ya kuchunga madhabahu yake, na hii madhabahu ndio inafaa kukulisha. Kwa hivyo wewe kama hautii mimi, basi pia madhabahu nitaiambia isikutii. Bwana Yesu asifiwe sana. So it is total obedience. Ukiambiwa fanya fanya, ukiambiwa nenda nenda, ukiambiwa simama simama, ukiambiwa, it is for a time being. You are being trained. Mungu atakulilisi, atakupeleka mahali kwingine. Mungu atakulilisi katika hali ya kukuinua. Mungu atakulilisi maana you are being prepared for something ahead of you. You are being prepared for success. You are being prepared for winning battles, for conquering mountains, for destroying forces of darkness, for bringing down altars. Katika kitabu cha Yeremia 1:10 akaambia, see today I have set you over nations and kingdom. God is telling Jeremiah, see today I have set you over kingdoms and na Mungu katika mstari wa 6 alikuwa amemguza mdomo na akamwambia, kutoka leo usirudi kusema mimi ni mtoto, maana kule nitakutuma. Kupitia kwa mdomo wako utanena na watasikia, kupitia kwa miguu yako utaenda na utafika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo lazima kisha huyu mtu anawekwa chini ya mtu mwingine aliyekomaa, aliye na ukomavu, maana anointing haziko kule mbinguni. Anointing zimeachiliwa lakini ziko na watu. And these people are custodians. These people are there. Moses ndiye alikuwa na anointing. After his death, the anointing was transferred, ikapatiwa Joshua. Remember, go to the history of Joshua. All his time, he never walked. Hakutembea kutaka kuenda kuona Mungu na Musa. Aliambiwa na Musa tunaenda kuona Mungu, lakini hakuna siku moja Joshua alitaka kujilinganisha na Musa. Wakati wote aliishi katika maisha ya kutotaka kujua, kutotaka kujilinganisha na Musa. Hakutaka hata kidogo kujisawasisha pamoja na Musa. Alikaa kwa umbali kabisa, akajitenga mbali kabisa. Hakutaka hata kutembea na huyu mtu wa Mungu, maana aliheshimu mafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Alitaka yale mafuta asije akayazoea, maana watu wengi wameanguka kwa sababu ya mazoeo. Tumezoeana mpaka unaniona mimi ni kama rika yako. Yes, naweza kuwa mimi ni rika yako ama naweza kuwa mdogo kwako, lakini kuna kitu nimebeba ambacho hauna, na wakati utakizoea kimekupotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati utanizoea tu, wakati utaona tumezoeana, wakati utaona sasa wewe na mimi unaniona tu kama kimutu. Mimi ni binadamu kama wewe, na labda wewe ni mkongwe kuniliko, lakini kuna kitu Mungu hakukupatia, alinipatia, kisha akakwambia utaenda kuchota kwa huyo. Vipawa vingi vimekufa mikononi mwenu. Vipawa vingi vimekufa kwa ajili ya ujeuri mkubwa. Basi mfalme akaenda Gibeoni. Huyu ni Solomon, ni mfalme already. Bwana Yesu asifiwe sana. He is a king already. Meaning a king, you are already blessed, you are already rich, a billionaire. Already you have the power, you have the control. Hakuwa masikini, alikuwa mpawa, alikuwa king. Kwa hivyo kila kitu, kingdom, kila kitu ni chako kwenye ufalme ule. Na akamwambia, basi mfalme akaenda Gibeoni ili atoe dhabihu huko. Alikuwa already mfalme, lakini alienda kutoa dhabihu ya nini? Yeye ni mfalme, he owns everything, ako na kila kitu, lakini alienda mfalme, alienda. Wachana hawa mang'aa wetu hapa wanajua kuzunguka maiji wakiombaomba pesa. You don't need. Somebody tell Ruto awache kumangamanga dunia mzima. There is no blessing yatapata from hiyo dunia yote. Watamtumia kisha watamuua. Bwana Yesu asifiwe sana. Aingie kwenye magoti, maana hakuna Muingereza, hakuna rais wa Jerumani hakupiga kura hapa. Wa Jerumani they never voted for him. Americans never voted for him. Ugandans never voted for him. These foreigners, they didn't come for the voting. Hata walikuwa wanasema yeye ni mwizi. Walikuwa wanaambia wa Kenya, choices have consequences.
walikuwa wamemkataa, lakini sasa wanamuita kuja Jerumani, kuja mahali fulani, kwa sababu kuna ajenda wako nayo na yeye. Pawa na utajiri na nguvu zote Mungu ndiye alimpatia. Apige magoti, aitishe. Kama ni silver aitishe, kama ni gold italetwa, kama ni mamlaka ataongezewa, kama ni kila kitu anataka atapatiwa. Basi mfalme akaenda Gibeoni ili atoe dhabihu huko, kwa kuwa ndipo mahali pa juu palipo pakuu. Halo, mahali ambako utapata baraka. Anasema aliambiwa, alienda Gibeoni atoe dhabihu, maana hapo ndiyo palikuwa pa juu, mahali pakuu. Kuna juu lakini hapana utukufu, kuna juu na pia kuna utukufu. Akaambiwa nenda kwa mlima Gibeoni. Akaenda kama mfalme, hakuenda kama mshirika, hakuenda kama mwenye nchi wa kawaida, alienda akiwa mfalme, akatoa dhabihu. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika kufaulu kwa maisha yako, tembea na dhabihu. Usidanganywe na mtu, usiambie na mtu tuende tukaombe bila dhabihu, atuacha kutoa dhabihu. Huyo ni mtu anataka kukumaliza. Tangu mwanzo wa dunia, mtu wa kwanza kutoa dhabihu mbele za Mungu ni Abel na Cain. Walielewa, mtu wa kwanza kabisa ni Abel na Cain. Kisha wakanunua madhabahu. Cain akainua madhabahu yake na Abel akainua madhabahu yake. Kisha madhabahu ya Abel yakakubalika, nayo ya Cain ikakatalika. They were the first people to raise altars. And this life is a life of altars. Katika maisha yako yote utakaishi katika dunia hii, maisha ya binadamu ni maisha ya madhabahu. Kila mtu na kila mahali utaenda kuna madhabahu. Wewe mwenyewe ni dhabahu, baba yako ni dhabahu, mama yako ni madhabahu, guka yako ni madhabahu, eneo ambayo mumetoka ni madhabahu. Ukikuja kanisa hii ni madhabahu, Nairobi hii ni madhabahu. Kila kitu, mahali popote utaenda katika dunia ni madhabahu, na ni lazima utii yale madhabahu, otherwise utakanyagiwa. Maana mimi sasa ndio custodian ya madhabahu ya hapa, mimi ndio nachunga hii madhabahu. Kwa hivyo niko na kipawa, niko na nguvu ya kushinda na kukamata na kukaa. Nyinyi ambao mmetumwa kwangu, na mimi ninagawa nikiwapatia, ninawabarikisha, ninawafanyia connection. Ndio wewe na wewe ukitapu hiyo moto iwake, uipeleke kwingine iwake, uipeleke kwingine iwake, uipeleke kwingine iwake. Yani kila mahali utakuwa, hii madhabahu itaenda ikiwaka. Chochote ambacho utatoa kwangu kitatoka hapa kiwake pale, kitatoka hapa kiwake pale, kitatoka hapa kiwake pale. Utakuta kila mahali tunapoenda kuna moto unawaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Chairman, nenda huko ambie yazifukue sasa. Aziko sawa. Huko. Unanielewa? Kila mahali jina lako ni kipawa na ni madhabahu. Kabila lako ni madhabahu. Bwana Yesu, kama wewe ni Mgikuyu, uko kwenye Akikuyu altar, wewe ni madhabahu ya Kikuyu. Sio kama unanielewa? Every single life that you are. And that is why Solomon ilibidi hakuenda kwa Mungu straight, alipita kwa baba yake. Na ukumbuke baba yake alikuwa shakufa. Nakwambia uende kwa wale wa sound waambie nini hizi haziko sawa. Sijui kwa nini mnakaa hapa na msiki. Mnanielewa? Solomon hakuenda straight. Already he was a king. He could have gone straight to God, but instead he chose to go through, kwa maana tapping ya anointing yake, mamlaka yake hayakutoka kwa Mungu straight, yalipitia kwa baba yake. Ni kitu, ni branch ya baba aliachilia baraka kwa mtoto wake abarikiwe. Kwa hivyo kutoka hapo wewe hauendi kwa Mungu straight, unaenda kupitia kwa njia ya baba yako. Maana whatever you are carrying is not yours, it is a branch of your father. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukijiondoa tu kwa mafuta hapa, wale ambao mapasta tuko na wao hapa, ukijiondoa utoke hapa uende. Na uende ufikirie utafungua na mafuta ya hapa, utaenda utakuwa na grace ya miezi 2 ama 3, utarudi zero. Lakini mimi mwenyewe nikikwambia nenda, utaenda na grace yangu. Wakati tulienda pale tukafungua kanisa, miezi 2 ilivuma, miezi 3 tulivuma.
Mpaka Nairobi watu wanakuwa nakuja kutuchungulia, na kila mtu alitaka kuwa anahusika, monitors, na kila mtu alikuwa anataka kuhusika na sisi. Inaenda kikata kila mtu. Lakini tukifika miezi ya 3, wote ambao tulianza nao, mmoja alikuwa Ezekiel Ochuka, alikuanga wa KDF, ile bandi ya Maroon Commandos. Si mnaijua? Wangapi wanajua nyimbo za Maroon Commandos? Sanguta ni wimbo moja ni gani? Shiko, hiyo huwezi kosa kujua. Moja tu. Mimi sijui. Nimesahau. Wakristo hypocrites. Bwana asifiwe sana. Wangapi wanajua nyimbo za Maroon Commandos? Wakristo? Unajua? Mfuja mfupa kama bado si wao wameiba ile, sijui. Uvimbie eti unaenda. Na alikuwa ananiambia mrembo, sitaki uniambie eti unae, kumbe mnajua. Mnaona hawa watu iko sawa, mnaona hawa watu, lakini nikiwaambia waibe, unaona wanajikuja kuja. Mwanaume pale anajitolea kafu. Huyo ndio tulianzisha na yeye pale, na wengine wengi ambao walikuwa mashupafu. But how we went down, hata sisi mpaka wa leo sijawahi explain. I have never been able to explain venye tulikuwa destroyed. Bwana Yesu asifiwe sana. Because tulienda kufungua bila anointing, bila covering. You need a covering for you to succeed in your life. You need a covering. Ukikuja kwa madhabahu hii, jishikanishe na madhabahu. Kitu ya kwanza unafanya si ukuja kuanza kusema ati niombe, ati nifanyie nini. Hapana. Kwanza kabisa jishikanishe na madhabahu. Ndio hii madhabahu ikubali, ikupatie. Ukijishikanisha na madhabahu yenyewe, hauhitaji maombi yangu. Maana already nikiwa kwenye milima, already nikiwa kwenye maombi, niliombea watoto wangu wa kiroho. Wakati umejishikanisha na madhabahu, umekuwa mtoto wangu wa kiroho. Kwa hivyo anything nitaachilia kule, itakuja mpaka kwako nyumbani, itakufuata. Maana nimeambia Mungu, bariki watoto wangu wa kiroho, ubariki watoto wangu wa kimwili na watoto wangu wa kiroho, uwabariki. Nimewafungulia milango, nimewafungulia vibali, nimewafungulia njia zao zote. Sasa kama uko hapa, Bwana asifiwe sana, kama uko hapa na hujawahi kujishikanisha na bado unangojea kitu, hakuna utile, umekauka na utatoka hapa kama umekauka. Ile sadaka uliniletea huko kwa sababu mnatakaga kukaa na mimi one on one, nigetha udaririe maundu maku mothe. Hiyo ni waste of your time. Hiyo ni tupesa. Hiyo hata sipatianagi, hiyo nataka kukula pale Serena. Jishikanishe hapa kwanza. Ndio nikikula pesa yako itaitikika. Nikikula kitu yako kitakuwa baraka kwako. Lakini kama haujajishikanisha hapa, nikikula nejora nago. I know you are so disappointed today. Yes, I better disappoint you. Pale, wewe unakujaga ku waste time yako. Hapa ndio moto iko. Hapa kuja jishikanishe, toa dhabihu ya kujikamatisha. Solomon hakutaka kubadilisha uongozi wake from his father. Hakutaka kujiondoa from the authority ya baba yake. Kwa hivyo wakati alienda, aliambia tuweke baba, alikaa chini ya mafuta akiwa mfalme, lakini chini ya mafuta ya baba yake ndio aweze kutawala. Maana ukikaa chini ya neema aliyekutangulia, kuna milango alikutangulizia. That is why I always sit under Harrison Ng'ang'a. Awe mbaya, awe mzuri, nitakaa chini yake. Maana kuna vita alipigana Nairobi, hatutapigana. Ng'ang'a alikomboa tunyumba twingi hapa akifungiwa. Tunyumba tudogo kale kamwisho pale Menengai. Ile nyumba ilikuwa na Menengai, alikuwa na kanyumba kametosha na haka kadogo sana. Lakini mimi sikukuja kutafuta, nimehangaika tu pale City Stadium. Kuruka hapo, niliruka wapi? Hapa.
ako na nyumba kama hii pale, na mimi niko na nyumba kama nini, kama hii. Maana ni vita vya nyumba sitapigana, kwa maana baba yangu ya kiroho ashapigana. Bwana Yesu asifiwe sana. Zile vita ambazo mimi nimepigana hautapigana. Solomon alikuwa mwerevu kujua hatapigana vita vya baba yake. Baba yake ashapigana na usherati, baba yake ashapigana na vitu, baba amekuwa na maadui, ameenda kwa vita, amepigana na Wafilisti. Solomon hakupigana na Wafilisti, maana baba yake alikuwa ashashinda. Basi Solomon hakupigana na Goliath, maana baba yake alikuwa ashamshinda. Kuna vita baba yangu Harrison Ng'ang'a ameshinda, mimi hasitapigana. Nao ukikuja chini yangu, vita ambavyo Harrison ameshinda hautapigana, maana I am covering you. Na vile vita nimeshinda hautapigana, maana I'm covering you. What you will do, vita vipya vyako ndio utapigana. Mimi katika hapa ninapigana vita vipya vyangu ambavyo Harrison hakupitia. Lakini ile vita vyote Harrison amepitia sitapigana. Nitakuta tu milango inafunguka, milango inafunguka, milango inafunguka, milango inafunguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi mfalme akaenda Gibeoni ili atoe dhabihu huko, kwa kuwa ndipo mahali pa juu palipo pakuu. Sulemani akatoa sadaka 1,000 za kuteketezwa juu ya madhabahu ile. Alitoa sadaka 1,000, alitoa ndume 1,000 za kuteketezwa, zilichinjwa ndume 1,000. Kumbuka huyu already ni mfalme, hahitaji maneno mingi, hahitaji hata kufanya chochote. Already ashapatiwa, ako na ufalme uko mkononi mwake. Lakini ilibidi atoe dhabihu, ndio atolee madhabahu ya baba yake dhabihu imukubali, ndio atawale bila matatizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuendelee baba. Na huko Gibeoni Bwana akamtokelezea Suleiman katika ndoto ya usiku. Mungu akamwambia, omba utakalo nitakupatia. Kwa nini? Kwa sababu baada ya kutoa dhabihu kuna mlango ule wa baba yake ulifunguka. Na sio mlango wa baba yake ulifunguka, ni mlango wa nani? Wa Jese, nyumba ya Juda, nyumba ya Yakobo, nyumba ya Isaka, nyumba ya Abrahamu. Are you seeing? Kila kitu alipotoa sadaka ya kuteketeza, ali-ignite moto wa Abraham wakati alikuwa kule mlima nini? Mlima Moria, wakati alimtoa kondoo badala ya mtoto wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ile dhabihu unakuja kuinua hapa. Ukiinua hiyo dhabihu itapita kwangu, iende kwa Harrison, iende huko kwingine, iende itafunguliza milango mingi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is what Solomon did. Alielewa siri ya kukalisha na kukaa kwenye lineage ya baba yao, ya kukaa ya mababu zao. Akajua the only way I can be able to survive beyond the challenges of kingship, lazima I connect myself na maneno ya Abraham. Maneno ya Abraham yasema nini? Mungu naye akamwambia, kwa ajili haukuninyima mtoto wako, na mimi nitakupatia uwezo uongezeke kama mchanga wa baharini na kama nyota za angani, na kizazi chako kitaishi kubarikiwa. So Solomon alichofanya, ali-identify the prophetic word on the grandfather of the great grandfather. Aka-identify the prophetic word, akajiconnect na dhabihu, kisha akatoa ng'ombe 1,000 za kuteketezwa. Hakuna mtu mwingine alikuwa ametoa sadaka kama hiyo. It was the greatest. Madhabahu ni kuinua sadaka ya juu. Wewe mami, madhabahu ni kuinua nini? Yeah? Unatoa sacrifice. Yeah? Kwa juu. Madhabahu sio kutoa 500. Hata kama uko unajaribu, unaenda unainua kitu kilicho juu. Jikakamue. Bwana asifiwe sana. Jikakamue, uinue kitu kilicho juu. Labda kule walitoa shilingi 100,000, inua ifike mpaka 500,000 kama unakuwa na uwezo, ama kitu kilicho cha gharama iliyo juu, ndio uweze kushinda madhabahu zile zingine, ndio uweze kulete mwamko ama msisimiko, ama ulete Mungu karibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hivyo madhabahu ni nini? Ni sadaka unayoinua. Maana Abraham alibarikiwa kwa nini? Alikuwa tayari kumtoa mtoto wake. Hiyo ni sadaka iliyo juu sana.
He was ready to kill his son. Lakini Mungu akamwambia, tazama hapo nyuma. Kuangalia akamwona mwanakondoo, akamtoa kama sadaka. Lakini katika ulimwengu wa kiroho aliyetolewa ni Isaac. Halo. Ndio maana Mungu akakuja, kwa maana haukumkataza mtoto, haukunikataza mtoto wako. Bwana Yesu asifiwe. Haukunikataza mtoto wako, nami nimekupatia kibali cha dunia. Dunia nzima itakuwa chini yako. Alitoa sadaka ya juu. Sadaka ambayo unaitoa ni muhimu sana katika kufaulu kwako. Jiinulie madhabahu ambayo wachawi hata wakienda kukuroga hawataweza. Naonanga vimama vingine hapa vinakuja kutoa visadaka vya kunishika mimi ati nikuwe baba yao. Unakuta bwana yake anakuja, kisadaka kile ametoa ni shilingi 50, ni shilingi 100, na mimi kule kwa Harrison nimetoa 5,000,000. Sasa niambie, tutawezana na wewe namna gani? Kiwango chako kiko mbali. Hata kufanya kazi kwangu kama kijakazi haujafika level hiyo. Na tusadaka twako, maana mimi natembelea kwenye anga iko juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Zile crusade mnaonanga tunafanya, tunatumianga 1.5 million. Na hiyo 1.5 million naingianga kwa kampuni zangu, ninatoa sadaka kutoka kwa hizo kampuni zangu. Ninakuja, watu wakiokoka, kampuni zangu zinaandikwa kule juu, through this company watu wameokoka 100, watu wameokoka 500. So bonga point zinaendanga kwa kampuni ya nani? Kampuni yangu. Sasa hata nikikaa hapa, mimi sifikangi, niko na miezi 6 sasa, sijawahi kanyaga kwa kampuni hata moja yangu. Na nikienda huko wana kazi naenda chini, nikitoka kazi inapanda. Kwa nini? Niliambiwa nikae hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Niliambiwa nikae hapa, chakule Mungu atatengeneza, na Mungu alitengeneza. Halo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kuna vile unastahili kukaa na kuelewa ni jinsi gani unafaa katika kuinua madhabahu yako. Inua madhabahu iliyo juu. Sio kwa sababu ya ile tatizo uko nayo. Usiinue madhabahu kulingana ati niko na tatizo, kazi yangu haikai sawa nini. Hapana, inua madhabahu kwa sababu unataka. Just let it come from your heart. I want to raise this. I want to raise this. Nataka kupatiana hii shamba yangu inisimamie. Nataka kupatiana hii kitu kaploti haka kanisimamie. Nataka kutoa shilingi 1,500 inisimamie. Nataka kutoa shilingi 1,000,000, ama nataka kusimama na hawa mama wote. Unaona venye mimi najitolea, nasimama na hawa. Hii ni madhabahu huwa nainua. Waikara uongeze etiwete ile kuradhimu. Na mimi nakaaga maisha mzuri mzuri. Sasa mimi najua I live very good life. Yeah? Yes. Wa hiyo mwezi kusema yes. Tode mwele ajalia kigo kimwe. Digialia kigo kimwe. Mkono mtupu. Digialia yake. Nimelipa gharama. Nimelipa. Hii watu unaonanga hapa kila Sunday tunatumianga 300 na wao. Kila Sunday. Bwana Yesu asifiwe sana. 300,000. Kwa hivyo mwisho wa mwezi ni pesa ngapi? 1.2. Sini Sunday ine 1.2. And we are not bragging, and we are not saying. Bwana Yesu asifiwe. Na tunakwambia toa, na ukishindwa kutoa kaa. Hatukubeberesi, maana Sunday tutakuwa nazo. Hello. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi hiyo madhabahu nimeinua. Saizi I have become a voice in the nation. Hallelujah. I have become a voice in the nation. I have become a voice internationally. Wakati nilianza kuzungumzia mambo ya madhabahu, dunia mzima ilianza kuzungumza. Halo. Maana mazamani hugeguza madhabahu, maana ni ya shetani. Lakini wakati nimeiguza, nimeichambua vizuri, wamesema hata Biblia inasemanga. Na wauliza, mlikuwa mnasoma Biblia gani? Hebrews huko mwisho ati Yesu alitukufia, na kwa hivyo alikufa, mambo yote ikaisha. Nikaambia acheni ujika. Yesu mwenyewe aliinuliwa madhabahu kama mwana wa Kiyahudi yote. He was circumcised the 8th day. Ama hakutahirishwa 8th day? Sio ni madhabahu ya Kiyahudi. Kisha wakatoa ile vitu zinaitwa nini? Njiwa. Ndutura. Dirahoge. Na nini? Na dutura. Na mkauga. Wakamfanyia kila kitu ambacho kilifanywa mwana wa Yahudi. Lakini kumbuka, hata kabla hajazaliwa, Mary alikuwa ametokelezewa na nabii na malaika wa Mungu Gabriel, na akamwambia mtoto anakuja, na huyo mtoto ni mfalme. They already knew that this is not an ordinary child, but they processed him through the every process
that it is required for him to succeed. Kwa hivyo hatuwezi kufaulu katika maisha yetu bila kupitia katika madhabahu yote ambayo ni husika ya kuinua, kwa sababu lazima ujitenganishe na wazazi wako, lazima ujitenganishe na maguka, lazima ujitenganishe, lazima uende ukichimbia kwenda nyuma, uchimbie wale watu walikuwa wakifanya nini. Inua madhabahu ya kujitenganisha na wao. Kama wao ni kikwazo ya baraka katika maisha yako, jitenganishe. Ukiona niko na hawa wakogwe, hawa walikuwa watu wengine, hawa ni maumau, hawakuwa watu wazuri, waliua. Hawa ni wauaji. Unaona hapa, kama alikula kiapo pamoja na wengine ambao walienda kuua. Yeye anaweza kusema mimi ndio ragi la modo, lakini kiapo walikula pamoja na wale walienda kuua. Kwa hivyo they are one, si ndio wazee na wamama? Mliua. Sasa ukiangalia hapo unaona nini? Wauaji. Kwa hivyo wamebeba damu kwa mikono yao. Halo, wametuzaa. Si wametuzaa? Sasa tumebeba damu, hatujabeba? Tumebeba, kwa sababu sisi ni kizazi chao. Biblia inasema nita gakinyeria waganu wa maithe ginya ruciaro rwa kaigana rwa gatano rwa kana na rwa gatano. Ru waganu mathina macio wenamo ni aria. Wewe ujue hawa walikuwa wanafanya nini, walikuwa nainua madhabahu gani, tuelewe. Tukishaelewa tuvunje hiyo madhabahu, ndio sisi tukue huru. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima ujue hawa. Ndio naona niliwaleta karibu, wakae karibu na mimi, maana hawa ni rika ya guka yangu, wengine ni rika ya baba yangu, wengine walikuwa kwenye kichaka. Guka yangu ndiye alianzisha maumau. Kwa hivyo mwanzilishi wa maumau ni guka yangu, mwanzilishi wa wauaji Kenya ni guka yangu. Kwa hivyo hata mimi ni muuaji, na ndio nikuwe free. Lazima niwalete hawa ambao walikuwa na wao, wanisaidie kuvunja madhabahu, ndio niondoke kwao, nitengeneze barabara yangu iliyo na baraka zangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima utengeneze laini yako ambayo itakubalika. Lazima utengeneze njia yako ambayo ni tajika. Kwa hivyo wewe ukikuwa umejitenganisha naye Daudi, kwa sababu huu ulikuwa ufalme, Solomon alitaka kutembelea kwenye anga ya Daudi, kisha akatoa ng'ombe za kuteketezwa 1000, akainua madhabahu juu ya baba yake. Maana baba yake kuna zile kondoo alitoa, kuna zile ng'ombe alikuwa ametoa, kuna zile madhabahu alikuwa ametoa, lakini kwa ujumla akainua madhabahu ikaenda juu zaidi kuliko ya baba yake, ndio aweze kutawala kwa ukubwa zaidi. Halo. Na huko Gibeoni Bwana akamtokelezea. Kumbuka wakati wote tumesoma Daudi hajatokelezewa na Mungu. Ama kuna mahali Biblia inasema najaribu kutafuta, bado naendelea kutafuta, nahitaji kurekebishwa kama ni kweli. Bwana hakutokelezea Daudi, lakini Bwana alizungumza na Daudi, lakini hakutokelezea. Hapa Solomon baada ya kuinua madhabahu makubwa kuliko ya baba yake, and God appeared to him. So when you raise a higher altar, it brings the presence of God. God appears. Bwana Yesu asifiwe sana. God does what? He appears. That is the secret of sacrifices. You pull the presence of God. Unaleta presence ya Mungu. And when you pull the presence of God, what happens to you? You initiate a promise of God. God will never appear to you and fail to give you a promise. Akikuja, David, akikuja, God will never appear to you and fail to do what? God will never appear to you and fail to do what? Ati? God will never appear to you and fail to Ati? Tembea kula chakula, tembea huko tu. Tembea tu, amka. Nenda kutembea, ufike kwa barabara, uende mpaka kwa roundabout ukuje. Sasa ndio kiongozi wako alafu amelala, si mtalala nyote. Hiyo ni dhabihu already anawatolea ya kulala. Ndio naona napigana na hiyo kulala kwa sababu ni dhabihu ya ni roho inarushangwa. Watu wote wanalala. Sasa wewe unafikiri unapiga makelele hapa na hakuna kitu wameshika. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikimaliza kuhubiri nakuta kila mtu anachangamuka. Usingizi yote imeenda. Angalia kama huyu ashalala. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni roho. Inakuanga roho. Kulala kanisani ni roho. Na lazima tuiangalie, tupigane nayo, because that is our next battle.
Kuna ile sasa mumerushiwa, kukonfisiwa, kupigwa, kuchelewa, kukuja hivi, watu kuchukiana. Wewe rudisha. Na huko Gibeoni Bwana akamtokea Sulemani katika ndoto ya usiku. Mungu akamwambia, omba utakalo na mimi nitafanya nini? Nitakupatia. Kutokelezea ni kitu kimoja, and the promise is number 2. When God appears to you, he gives you a promise. Alimwambia, nimekuja, niitishe kile unataka and I will give you. Naye mtu anaitwa Gideon alipoinua madhabahu, Mungu akamtokelezea na akamwambia, hii madhabahu utavunja kama mtu ukiwa peke yako. Abraham alipovunja madhabahu, alipoinua akachinja ile mbuzi, naye Mungu akamtokelezea akamwambia, kwa sababu hujanikataza mtoto, kutoka leo utaongezeka kama mchanga wa baharini na kama nyota wa mbinguni. There is a promise. If you give a sacrifice that touches God, a sacrifice that controls or overpowers the form of sacrifice, that you will touch the heart of God, and he will give you a promise. He will talk to you. He will appear to you. The sacrifice, the urge or the need of a sacrifice is to bring the presence of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huko Gibeoni Bwana, tuendelee baba. 6. Sulemani akasema, sikiliza sasa. Sikiliza wale watu wa kiburi. Wale watu wanaulisaga, unaniambia ukiwa nani? Wewe ni nani kwangu? At what time did you become my boss? Sasa sikiliza, where you went wrong and why you are struggling now. Because you are struggling because of that question. When did you become my boss? Umeniaibisha mbele za watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi siwezi kufanya. Ati nimefanya madharau mingi sana kanisani. Umefanya kwa sababu you are on a test. You are being tested. Sikiliza sasa. Sulemani akasema, umemfanyia mtumwa wako Daudi baba yangu fadhili kuu. Hakuanza, baba asante kwa kunifanya mfalme. Alianza na baba yake, maana alitaka kutembelea kwa neema ya baba yake. It depends what road do you want to use. Ukitaka barabara yako uanze struggles zako ni sawa. Ukitaka utembelee kwa neema ya mkuu wako, sawa. Akasema, umemfanyia mtumwa wako Daudi baba yangu fadhili kuu, kadiri alivyoenenda mbele zako katika kweli. Kadiri huyu Daudi kumbe alienda kwa baba yake katika ukweli, na hivyo hivyo katika ule ukweli naye Mungu alimtendea kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. God did exactly what was required. Mungu alimtendea vizuri kabisa, vile vile alivyofanya baba yake. Aliendanga kwa Mungu kwa njia ya ukweli, naye Mungu akamtendea fadhili, akamfanyia mtumwa wake Daudi baba yake fadhili kuu, kadiri alivyoenenda mbele zako katika kweli na katika haki. Si kweli tu, naye Mungu alimtendea katika haki. Kwa hivyo kuna haki. Ukitembea kwa njia nzuri, kuna haki Mungu anakuinulia. Kuna ukweli Mungu anakuinua. Kuna neema, kuna vibali Mungu anaviinua katika maisha yako. Na katika unyovu wa moyo pamoja na wewe pia unyovu, Mungu akanyoosha moyo wake kwake Daudi. Maana Daudi alitembelea kwenye upako na kwenye kibali cha mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. When you walk in the glory of God, when you walk in the glory and walk in the right steps of God, there is favor that God gives you. There is favor that will walk with you in your businesses, in your ministry, in your family. Kuna kitu kinatembeanga na wewe kwa sababu unyofu katika kutembea kwenye haki na kweli na unyofu wa moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na katika unyofu wa moyo pamoja nawe umemwekea na fadhili hii kubwa. Unaona sasa, huyu mjamani mjanja anajua kupita vichochoro kule nyuma, anazunguka akijua the target. Naye akamwambia, na unyofu wa moyo pamoja nawe umemwekea fadhili hii kubwa. Yaani amewekea baba yake Daudi fadhili hii kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Alitaka kuinua moyo wa Mungu.
alimbembeleza Mungu, aliyeyusha moyo wa Mungu, alisema Mungu wewe ni Mungu mkuu, Mungu baraka. Yani umefanya haya yote, umebariki baba yangu, umempatia hata akakuwa mfalme, umemneemesha, umemwezesha, umemfanikisha. Oh my God, you are special, you are the king. We glorify God first before we enter to ask him anything. Solomoni hakuitisha chochote, alimsifia Mungu kwa ajili ya matendo yake mazuri. Lakini sisi tukiingia kwenye maombi, baba unakumbuka baba ile sadaka nimetoa mingi, hiyo ni ukatili wa kiroho, huo ni umang'aa wa kiroho. Wewe ni jambazi mbele ya macho ya Mungu. Jua jinsi ya kubembeleza Mungu, muinue Mungu. Ni anakuwaga mwanaume. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mwanaume lazima abembelezwe. Wale wako na wanaume, si lazima mbembeleze mwanaume ndio atoe kakitu. Lakini sio kukuja tatira na pesa shaidia. Anakotile maguta. Ni urugenda sai. Ni na otanayo kana ilia. Oweja turaruga nake, turaruga na mohu. Huyo mzee atachomoka pole pole na ataenda. Utabaki hapo kama umeng'edia. Mwanaume ni wa kubembelezwa. Tengeneza hata kama ni katurugi kadogo, lete hapo na unatengeneza na tugwashe na mbembeleza na mwambia, hii nimesema leo tupike katurugi, maana gwashe zinatakaga katurugi. Akimeza glasi bili anasikia haigia, anamuuliza kagota umairia. Acha tutina hata kugura iria tupesa turatigete ri ndiragorire kena na ndiragora kena na ndiragora kena riu ndire. Unaona mzee anarudi hapa. Si hapa, hii ni ya wakora, tunaenda tukipatia wakora kwa barabara. Anarudi hapa kwa kibeti inawekagwa hapa bako, naona imefura hivi. Anachomoa kibeti, tumepagwa hivi. Unaona na kuhesabia 1 2 3, anakuambia nenda ukafanye shopping. Kwa sababu ulinyenyekea, ulimuingia kwa njia ya kunyenyekea. Sisi tunatakaga kunyenyekelewa. Kileta hiyo mang'aa yako, utakula kofi na nitoke bila pesa na nikurushie kama 200 hapo na nikwambie uniletee sheji. Ndio ufanye shopping na ulete cheji. Na ukosa kuleta cheji jioni, hiyo itakuwa maswali. Utaulizania hiyo cheji kwapi? Ati ananikega ni ile ya roheshwa. Alibembeleza moyo wa Mungu, aliyeyusha moyo. Unayeyusha moyo wa Mungu, unamvuta karibu. Hakujenda kusema unajua mimi sasa ndio Ruto wa hapa na mimi nahitaji security maana kuna majenzi. He never considered that. He knew already he is a king. He has ako na kila kitu iko kwa mikono yake. The moment you become a king, everything is at your disposal. All what you need is the grace of God. Bwana Yesu asifiwe sana. When you have been given a responsibility, all things are yours. Kila kitu ni zako. Lakini all what you don't have, that it is not given to people, it is the grace. Grace na unaitisha kwa njia ya ujanja. Umefanyia mtumwa wako Daudi, baba yangu, fadhili kuu. Yani kumsifu. Nuele kile fafa maudo mega muna. Umembariki, umemfanikisha, amekuwa mfalme, amekuwa, yani unambarikisha mpaka Mungu akasikia wow. Kadiri alivyoenenda, venye huyu Daudi alitembea kwake mbele zako katika ukweli, na katika haki, na katika unyovu wa moyo, pamoja nawe. Hii anataka kuambia Mungu, hivyo baba yangu alikuwa anatembea. Na nini ndio kakakolewe. Nini itaweza kufanya Mungu asimame? Mungu anasimama sasa, unakuta anasimama. Maana umemguza, unaguza moyo wa Mungu. Sio kwenda kwa vita kwa maombi. Sio kwenda kwa vita ati huko Katoroni na ile vita iko huko ni makombora tu na achilia. Na vunja na katamba na katakata na pakatia. Topoto tapakaka. Ke. Kuna mhubiri mwingine alikuja hapa, tukampatia microphone ya atuombe. Mpaka nikaambia David, ni nini hiyo? Kuna nani amekosea? Nikaambia ende tu kata, ende ufinye pale ukate. Maana mpaka watchmen wote walikuwa wamekuja hapa kuangalia nini? Hiyo ni maombi kweli. Baba yetu wa mbinguni. Sasa gaima neo nagira vituko. Hebu niambie, apatane na watu dunia hii ni wangapi? Tumpatie watu 800 tu dunia mzima. Si Mungu atachanganyikiwa? Ati ni maombi. Sasa nikauliza, nikasimama pale, nikaangalia.
Nikajaribu kuangalia Daudi na jicho ya kumwambia do something bwana. Daudi na yeye najua ni green pasture, ni green what? Green fera, amekuja tu mgeni. Anafikiria hivyo ndivyo kutafuta Mungu. Hivyo si kutafuta Mungu. Hiyo ni maroho ya madivina. Hiyo ndio tunaitaga maroho ya madivina. Hiyo si maroho ya kiungu. Mungu si wa vita. Go to your father. He is your father. Don't make noise to him. Be gentle to him. Pepereza, akalia huyu ni mfalme. Akalia venye amepepereza huyu Mungu. Amempepereza mpaka Mungu akaamuka. Na katika haki na katika unyovu wa moyo pamoja nawe, na umemwekea fadhili hii kubwa, maana umempa mwana wa kuketi kitini pake kama ilivyo leo. Yaani hata haji mention. Hebu sasa Folosi tukupatie ukue pastor hapa kesho. Nani hata jua? Mpaka utatuletea business card. Unaniletea mimi na mimi ndio nilikwambia ukue pastor. Unaniletea mpaka business card Pastor Folosi. Na unaniambia do I say? Kwa nini? Hauelewi mimi nimekupatia hii yote, lakini unakuja unaniambia sasa najua mimi ndio kiongozi. Mimi kutoka leo I want to command my people. No, you don't do that. You unanyenyekea. Suleimani akasema ukamwambia fadhili hii kubwa, maana umempa mwana wa kuketi katika kitini pake kama ilivyo sasa. Yani the favor you have given my father, na hata ukampatia mtoto. Surely God, you are great. Surely God, you are a powerful God. I worship you, Father. Just for that, allowing my father kuona kizazi chake kimeendeleza uongozi. Mungu gumona ugashigo shokere. That is all what God wants. That is how God wants you to worship him. He doesn't want your noise. He doesn't want your noise making. Na sasa Bwana Mungu wangu, umenitawaza niwe mfalme, mimi mtumwa wako, badala ya Daudi baba yangu, nami ni mtoto mdogo tu. The other step, unanyenyekea. Ukipata mamlaka, nyenyekea. Kuwa mtu wa chini kuliko kila mtu. Ukipata responsibility hapa kanisani, kuwa mtu wa chini kuliko kila mtu. Usianze kuambia watu wewe fanya. Kuna watu nataka kupatia discipline hapa. Kuna watu nataka kuambia, kuna watu hapana. Nyenyekea, rudi chini. Ndio Mungu aingie ndani yako akuinue. Ukiangalia mtu anaitwa nani? Jeremiah alimwambia Mungu, every great people in the Bible walinyenyekea, walifanyika watoto. Jeremiah alimwambia mimi siwezi kusema mimi ni mtoto. Naye Mungu akaenda akamwambia kutoka leo usiseme wewe ni mtoto. Maana nimekutia moto kwa mdomo yako. Nimekutia maneno yangu. You will not be saying what you know. You will be saying what is from me. Bwana Yesu asifiwe sana. Naye huyu amesema mimi ni mtoto. Siwezi kuongoza watu wako. Mimi sijui. Isaia akarudi kwa Mungu, naye akamwambia mimi siwezi hii kazi, siwezi kwenda bila wewe. Musa akamwambia siondoki hapa bila wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kunyenyekea. Ukipata tu madaraka, hata kama ni ya kuosha choo, nyenyekea. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama ni ya kupagusa viatu za pastor, nyenyekea. Akupio, wacha Mungu akuinue peke yake. Wacha Mungu akulete juu peke yake. Usijilete kuwa mpungufu kabisa, kuwa potea. Baka watu wanakuja kukuuliza, mbona hufanyi hii kitu na wewe ndio umeachiwa mamlaka? Be zero. God will create you. Atakuongezea 1, ataweka 2, ataweka 3. Venye unaendelea kukua, utaendelea kukua. Basi Mungu wangu, umenitawaza niwe mfalme, mimi mtumwa wako, badala ya Daudi baba yangu. Na mimi ni mtoto mdogo tu. Sijui jinsi inapaswa katika kutoka wala kuingia. Sijui. Lakini si huyu ni mtoto wa mfalme? Si huyu ni mtoto wa mfalme? Si Suleiman ni mtoto wa Daudi? Si Daudi alikuwa mfalme? Na aliona ufalme ukiongozwa. Mbona jamani mjanja? Alikuwa anajua jinsi ya kuongoza, lakini alitaka muongozo wa Mungu. Alitaka Mungu ampeleke, alitaka Mungu amwezeshe, alitaka Mungu amfanikishe. Hata katika ndoa, nyenyekea wewe mama, nyenyekea. Ukiambiwa na mzee tulia, kuwa mtulivu. Hata kama mzee ako wrong, just be wrong. Wacha kuwe wrong for a few minutes, kisha utamcorrect baada ya yeye kuingia kwenye anga yako.
lazima ulete huyu Suleiman alilete Mungu kwenye anga yake ndio aweze kunena. Akamwambia Daudi baba yangu, nami ni mtoto mdogo tu, sijui jinsi ipasavyo kutoka wala kuingia. Say 8 please. Na mtumwa wako yuko katikati ya watu wako. Sasa unaona amenyenyekea, amefanyika mtumwa. Amemwambia mimi Mungu, mimi ni mtumwa wako, na mtumwa wako yuko katikati ya watu wako uliowachagua. Yeye ndiye alichagua watu. Akasema watu wengi wasioweza kuhesabiwa siwezi kuwaongoza, mimi niko katikati yao. Na akawaambia nani, wala siwezi kufahamu idadi yao kwa kuwa ni wengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Angekosaje kujua statistics za watu? Na baba yake ndiye alikuwa kiongozi. Si ni kuita state house controller, kuita minister wa mzee, wewe kijajui, lete hesabu ya watu wa Kenya, kwa sababu you already have it. But alinyenyekea na akakaa in a manner that he does not understand anything. Yani ni kama Mungu amempatia unexpectedly, amempatia mamlaka. Is as if God alikosea kuchagua. Alinyenyekea. Ni kwa unakosekana, you become humble. Bwana Yesu asifiwe sana. For you to become big, you go down. Na akamwambia namna gani na kufahamiwa idadi yao. 29 baba. Kwa hiyo nipe mimi mtumwa wako moyo wa adili, ni wahukumu watu wako na kupambanua mema na mabaya. Maana ni nani awezaye kuwahukumu watu hawa wako walio wengi? Ni nani? Alikuwa anajua, alikuwa na uwezo, maana alikaa kwenye serikali ya baba yake. Lakini kwa sababu alitaka mwelekeo mpya, alitaka mwongozo wa Mungu, alinyenyekea na akasurrender to God in totality. Bwana Yesu asifiwe sana. If you are given an opportunity, surrender to God in totality to live with you. If God has given you a place to work, surrender in totality for God to raise you up. Kama Mungu amekupatia biashara, surrender in totality for God to lift you up. Whatever small responsibility God has given you, surrender 100%. Do usijibakishie hata kakitu 10, niwekee 10. Usijibakishie hata kakitu kadogo. Jimalize kabisa, then go. Anasema mimi ni mtumwa tu. Mimi si mfalme, mimi ni mtumwa. Maana wewe ndio mfalme, ukanigawishia ufalme. I am just your servant. Amawaka in your kingdom. Neno hili likawa njema machoni pa Bwana, ya kuwa Solomoni ameomba neno hili. Mungu akafurahi. He was happy. 11 please. He was so happy that he was delighted by what Solomoni aliomba. Hakuomba power, hakuomba kitu kingine, alinyenyekea. Mungu akamwambia, kwa kuwa umeomba neno hili, wala haukujitakia maisha ya siku nyingi, wala hukutaka utajiri kwa nafasi yako, wala hukutaka roho za adui zako, bali umejitakia akili za kujua kuhukumu. 12 please. Alitaka tu akili, hakutaka power, hakutaka uongozi, maana alijua katika hiyo akili atapata power. Basi tazama, nimemfanya kama ulivyosema. Tazama, nimekupa moyo wa hekima na wa akili. Hata kabla yako hapakuwa na mtu kama wewe, wala baada yako hatainuka mtu kama wewe. Ni mimi nimeinuka sasa. Lazima tuinue. Tunajua kubadilisha Mungu. Tumwambie Mungu, tumeinuka. Hata mimi nataka kukua mkubwa kuliko Solomon. Sasa mnaniweza kuniangalia itakuwaje? Itakuwa nitatoa dhabihu. Si alitoa ng'ombe 1000, nitatoa 5000. Na mambo yale usiyoyaomba nimekupa. Umeona sasa? Mambo yale hayakuyaomba, maana alinyenyekea, akajifanya kumbafu, akajifanya mtu haelewi, akajifanya mtu hakui. Mungu akakuja yeye mzima, akampatia mpaka vile vitu alikuwa hajaomba. Lakini sasa ujeuri wako wewe ambao umepatiwa madaraka kidogo, ujeuri yako kutaka kupanga watu, kutaka kuonekana wewe ndio unajua, wewe ndio unajua mipango mizuri, wewe ndio una maakili nyingi, utakuta akili zako zote zitaondolewa, uwezo wako wote utaondolewa, utatiwa aibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mambo yale usiyoomba nimekupa, mali na fahari, hata hapata kuwa na mtu katika falme kama wewe siku zote. Hapana, hiyo nimekataa. Baba, nimekataa. Hata mimi nataka ni siku zako. Ni siku zake. Ya kweli.
Mimi sikuweko hapo. Tusimame kwa miguu yetu. Adui ya kufanikiwa kwako ni kiburi. Ukikuwa na kiburi kwa sababu ya hiyo tu madaraka tu kidogo, kwa sababu umeambiwa umependwa, kwa sababu umeitwa hani, kwa sababu umeitwa honey pie, sweetie pepi, hasa unaona kwa sababu apostle alikwambia mkakunywa na yeye kachai hapa juu, kutoka saa hiyo ulikuja sasa unatembeaga ni kama umewekwa mabawa, kwa sababu mlikunywa chai na apostle, na apostle akunywagu chai na yeye. Sasa kutoka hapa kila mtu unagoga, ukipita kwa huyu unagoga, ukipita kwa huyu unagoga. Wacha nikwambie, wewe uko chini. Wewe uko nini? Nyenyekea uinuliwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako nyenyekea uinuliwe. Mwangalie kwa macho, mwangalie kwa macho. Nyenyekea uinuliwe. Kwa Mungu hakunaga ujiga. Mwambie kwa Mungu hakunaga ujiga. Na Mungu si adhumani, Mungu si mjinga. Bwana Yesu asifiwe sana. Shika sadaka yako, nataka kuiombea. Gidali yako wapi na are you here? Are you ready? Nataka tufunge doa leo. Hapa. Kuja. Unajua mnatafutaga lazima muvae maneti. Ako na mpenzi wake. Huyu ni mshirika wangu kitaka kitambo. Nakumbuka huyu mdemu mwenye alikuwa na kitu hapa, tukatoa. Sasa amekuwa mzuri. Kuja hapa, kujeni hapa. Usiweke chini, kuja naye. Kuja baba. Simama hapa. Wachungaji kujeni. Wachungaji nasema simame nyuma ya hawa. Hapana, weka hapo. Si mmekuja kufukiwa doa, kuja hapa. Charity kuja. Chairman kuja. Mudhuri. Mudhuri wa kijana yeko. Asha. Wapi? Mwambie na bibi yake yako wapi? Mtumia wake. Maito, dona waka. Mudhuri wako huko. Ukanake. We, mshike mic. Unaitwa nani? Naitwa Victor Otieno. Victor Otieno. Yeah. Na wewe unaitwa nani? Brinda Gidali. Brinda Gidali. Sasa wewe kuja pandi. Naweka hapo. Unyuka yeni nyuma. Mjifiche na hapo. Kama wewe tiao karibu. Kile amoke. Ndio mukago dali goko. Deda mudo na mudhuri mwe. Ukayo, nyita kido waku. Kendo wanie. Mwenda wakwa mariro. Mariro. Sasa simama. Nyinyi simameni kule. Wewe simama hapa. Wewe nakwambia. Kuja ukaha. Mami, nafafa ukaha. Wanainoka au mumako wagitwe kadole ku kerugame ukamutherwa mamwe noyo ugamae ukana maitoka na guko ugamaha. Thank you. Nani yako na microphone? Lete. Shika. Sasa mshikie huyu. Umesema unaitwa nani? Naitwa Victor Otieno. Victor Otieno. Yeah. Wangapi wanajua Victor Otieno hapa? Hakuna. Sasa wewe unamjua huyu? Namjua. Anaitwa nani? Brenda Gidali. Brenda Gidali. Ni nani kwako? Ni mke wangu. Ni mke wako? Yeah. Umemuoa already? Tunakaa naye pamoja. Mnakaa naye. Yeah. Mlitaka kushikanishwa? Yes. Ni kwa moyo wako ama ni kwa kulazimishwa? Kwa moyo wangu. Umempenda hivyo? Yes. Hivyo bure. Haya, mpatie. Unaitwa nani? Brinda Gidali. Brinda Gidali. Huyu anaitwa nani? Victor Otieno. Victor Otieno. Victor Otieno. Unamjuaje? He's my man. Is your man? Yes. Husband, hubby. Hubby. Yes. Victor ni are you his her man or a husband? Who is he to you? He's my husband. Your husband. Yes. Ulimpenda? Yes. Ulilazimishwa? Sijalazimishwa. Hapa kuna mtu ambaye anaweza kuinua mkono aseme hataki hawa wapatanishwe leo. 1
Kuna mtu namba 2, kuna mtu ambaye anaonelea sio vizuri kanisa hii tuwavalishe pete. Inua mkono wako juu. Namba 2, namba 3. Hapa kuna mtu ambaye anaona sio vizuri hawa washikanishwe kwenye nyumba hii. Yeah? Kwa hivyo hakuna. Thank you. So, kaha hamade. Na kaha. Pete ziko wapi? Nimekwambia hiki helele ya yuko. Tunazaka na bibi ama na bwana? Sio tualitolea toa hii. Yes, sasa. Patia mzee. Si weke. Utavalisha huyu. Mkono ni wa kulia ama ni ya kushoto? Ni kushoto. Ngoja. Simama hapa. Jito guo. Jito guo. Oguo. Sasa patia huyu. Negero huyo. Leta microphone. Sasa valisha mume wako. Sema. Inua juu kabisa. Pole pole. Katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Sema amina. Patia huyu. Patia yule. Yule. Mpatie shike tu kwa mkono. Sasa valisha mke wako sasa. Sogea surudi pale ulikuwa. Sema inua tu juu. Sema katika jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu. Amina. Makofi. Kwa hivyo rasmi, kwa mafuta ambayo Mungu amenipatia, natangaza Mr. and as one and legally married. Mwende mubarikiwe, muzae watoto, mufanikiwe kwenye biashara zenu, katika maisha yenu mufanikiwe, musaidiane katika hali ya unyonge na katika hali ya kuwa na sawa, katika hali ya utulivu na katika hali ambayo ni sita, katika hali yoyote ile Mungu awajalie. Na piga magoti nyinyi wawili hapo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, shikaneni mikono. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nafanikisha watoto hawa wakaweze kufaulu katika ndoa yao na wakaweze kufaulu katika mipango yao. Na wengine walio hapa kama mimi ambao hawajapata nyumba zao, Baba nakuomba tu ukatufanikishie siku moja tukaweze kuwa na sisi kuja mahali hapa tukashikanishwe na tukakue jamii ama familia moja. Na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Simama. Yes. Hai mtu, shika mtu. Hai.
Asanteni, wasidikiseni wanapoenda kukaa chini. It was that simple. Inakuwaga simple, that simple, very simple. Hii maneno mingi, kazi mingi ya kukaa makamati manini. Leteni sadaka hapa, leteni sadaka hapa. Lete kwa mikono yangu. Baba nakubariki. Neno la kiungu, neno la kiminabii, neno la kimitume. Grace prophetic. Inua mikono yako juu, simama tu kwa miguu yako, inua mikono yako. Nataka nikubarikishe. I want to release a prophetic power, authority over your life. Whatever Solomon did in the Mount Gibeon, akatoa dhabihu ya ng'ombe 1000 zilizokuwa za kuteketezwa. Na kisha alipoondoka hapo, akaenda kulala, Mungu akamtokelezea kwa ndoto. Siku hii kama nabii wa nyumba hii, Mungu na kuomba tu, watoto hawa wamelete sadaka zao za kuteketezwa. Wamelete kwa ajili walihitaji kunenewa neno la kinabii katika maisha yao. Mungu, muumba wa mbingu, muumba wa dunia, mamlaka yote ya mbingu na ya dunia ni yako. Wewe ndio uliyekuwa na Solomon na ulimfanya mfalme na ukampa vitu vyote hata vile alikuwa hajahitaji. Baba nakuomba tu, hawajakuitisha chochote, lakini kwa sababu unajua mahitaji yao, unajua kile kitu wanahitaji, kile kitu wanataka kufanya, kile kitu wanataka kuwa nacho Baba. Oh my God, thank you Father, wafanikishe. Tuko na miradi ya kina mama, tuko na miradi ya wana youth, tuko na miradi ya kanisa, tuko na miradi ya biashara mbalimbali ambazo zinafanywa na hawa watu. Kuko na waimbaji, kuko na watu kila aina, vitengo mbalimbali, tabaka mbalimbali. Wakumbuke kwenye ndoa zao, wakumbuke kwenye familia zao. Wengine wamekamatwa na mizimu ya familia, wengine wamekamatwa na wachawi, warogi, wengine wameendewa kwa waganga, wengine wametolewa kama kafara kwa Illuminati, wengine walitolewa kafara wakiwa watoto. Na kutoka leo kwenda mbele, ninawatenganisha na laana za wazazi, ninawatenganisha na mikosi, ninawatenganisha na vitu ambavyo vimewazuia wasiendelee.
Every spirit of stagnation katika maisha yao ninaikata. Every spirit of limitation katika maisha yao ninaikata. Wakitakapotoka hapa, wakienda nyumbani kule wanaenda, milango yao ifunguke, njia zao zikumbuke, wapate kibali kama kile Solomoni alipata, ya kubarikiwa na kupatiwa akili na hekima ya hali ya juu. Na kutoka siku hiyo katika kizazi chake hakukuonekana mtu mwingine aliyekuwa na neema kama hiyo. Hiyo neema na iachilia kwa watoto hawa. Baraka na neema ya Sulemani na ikapatikane kwao. Sulemani, roho ya Sulemani ikapatikane kwao. Isiwe ya kiusherati, lakini iwe ni ya mamlaka, ya utawala, ya uongozi, ya kufanikiwa, ya kufaulu katika maisha yao. Wakafaulu kwa njia ya kiajabu. Watakapokuja hapa siku ya Jumapili, wakuja watoe shuhuda mbalimbali wakisema jinsi ulivyowatendea. Waonekanie. Bariki watoto wao. Baba, ninakuomba tu, hawa mama wote wamezaa watoto, wa baba hawa wamezaa watoto, mimi pamoja na mimi umenipatia wao kama watoto wangu wa kiroho, na pia umenipatia wengine wengi wa kimwili. Ninakuomba Baba, mitego yoyote ambayo imewekwa juu ya watoto hawa wa kiroho na wa kimwili, hiyo mitego yote ya kishetani nimeitegua. Wengine walikuwa wamechukuliwa, wamepelekwa kwa Illuminati, wengine wameenda kufundishwa mafundisho ya devil worship, wengine wamefundishwa mafundisho ya kiuganga. Watoto hawa wote I retrieve them. Baba, ninafunika Kenya mzima. Hakuna watoto wengine watachomeka kwenye mashule. Hakuna watoto wengine watatolewa kafara shuleni. Hakuna watoto wengine watatolewa kwenye misingi ya kuabudu shetani. Every child in this nation will be covered by the blood of Jesus. No school will burn. Not even hata nyumbani watoto hawatachomekea nyumbani. Hata fizi hawatakula watoto tena. They are covered in the mighty name of Jesus Christ. Watoto wote walio shuleni na wazazi wao watabarikiwa, watainuliwa na watafanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Baba, najua hawa watu wanafanya biashara, wana malengo ya kufanya kazi, wana malengo ya kufanya vitu kupitia kwa mikono yao. Ukawafanikishe, ukawafaulishe. Wengine walikuja wakiwa wagonjwa, wengine michanga yao ililaaniwa, wengine walitoka kwenye familia zilizojawa na laana, zilizojawa na mambo ya kimisingi ya kishetani, na kutoka leo ninawatenganisha. I bless them. I bless your children. I bless your children. I bless your children. I cover them with the blood of Jesus. I cover them with the blood of Jesus. Wale hawana kazi wapate kazi, na wale wako na kazi ikafaulu vizuri. Wale walio na biashara, biashara zao inawiri. Wale wanataka kuweka biashara, na mwende mfugue, na milango yote imefunguka. Ninawaachilia mwende mfaulu. Miguu yenu ipate baraka, mikono yenu ipate baraka, vinywa vyenu vinene neno la kinabii. In Jesus name we pray. Na mubarikiwe. Kuna kitu nataka kuwaomba leo. Sitaki mninunulie chai. Kaitini, you can sit.